Hivi mwanaume, mbona una harufu kali sana? Yaani una harufu kali, unatoa harufu wewe. Mungu wangu ya. Mke wangu, kuna shida gani? Leo umekaa hapo wewe, mimi nimekaa hapa nasikia yani harufu inapanda, yani nahisi hivyo mwanamke una matatizo, sio? Yaani mimi natoa harufu, si ndio? Okay, mimi sijafuata hayo. Mle ndani kuna nguo. Naomba uzifue. Mimi naondoka. Mikono huna. Ninazunguka, ukirudi utafua, mimi sifui nguo. Kwa nini unadharau sana wewe mwanamke? Alafu nafika hapo unaniambia mimi ninanuka. Una shida gani wewe mwanamke? Hivi mume wangu. Hivi upoje? Yaani upo tofauti sana na wanaume wengine kabisa. Kwa nini? Yaani unatoa harufu kali. Si una kibombonya. Yaani ana harufu nzuri jamani, yule mwanaume jamani. Lakini wewe Okay, sawa. Kama ni ujauzito tutajua tu. Bado miezi mitatu. Mpaka sasa hivi hapo ulipo ujauzito na miezi 6. Bado miezi mitatu. Kwa kama kweli ni ujauzito unakupelekesha hivyo, basi tutajua. Lakini kama sio ujauzito, utaniona mimi ni mbaya. Una maana gani kusema hivyo? Utajua wakati utakapojifungua. Changanya bwana. Sikuchanganya. Mimi nazo moja. Naomba nitoe hii mimba. Sipo mbali na wewe. Kwa sababu hata mimi mwenyewe hilo jambo nahisi pia kama nishaanza kujua. Ndio maana nimekuita hapa ili tujue jinsi gani ya kulitatua hili tatizo. Sijajua wewe mwenzangu kuhusiana na hilo lilikuwa. Lakini kumbuka, wewe ndio unishauri niolewe naye. Na nikafanya hivyo kama ulivyotaka wewe. Sasa haya nakuja kujifungua huyo mtoto. Anafanana na wewe, sio yeye. Wewe mimi nzani nikapata shida sana. Akinua mimi na mtoto wangu inakuwaje hapo? Ni sawa unavyosema. Lakini mimi sioni sababu ya kutoa ujauzito. Ila mimi sidhani kama ndio itakuwa suluhisho. Sioni kabisa sababu ya kutoa mimba. Ila ninachokiona na kitu ambacho nikuombe, wewe endelea kutumia mwanamke wako kwake. Una akili, una tekniki, jua jinsi gani ya kuishi naye. Pia vile vile ujauzito ukifika karibu na kujifungua, mimi nitajua nafanya nini. Lakini kumbuka kama rafiki yako ana wivu sana. Tena wivu mkubwa sana. Ni sahihi unavyozungumza, kwa yoyote lazima awe na wivu. Lakini kulingana na hilo, hebu naomba uniamini. Nitajua jinsi gani ya kufanya. Mimi mwenyewe sijakaa kizembe. Kumbuka nakuamini sana. Sawa. Huyu ndo na wangu unamjua mimi, ambao ananisikiliza na kunielewa. Asante kwa kunielewa. Kwa hiyo nikuite baba Kijacho au shemeji? Niite baba Kijacho. Sawa baba Kijacho. Baba Kijacho.
Umetoka wapi saizi? Tembea. Eh? Tembea. Umetoka kutembea, si ndio? Saizi ni saa ngapi? Sio simu yako saizi saa ngapi? Hauna simu au una saa? Sawa. Hivi ni kwa nini upo radhi kuamka asubuhi na kwenda kutembea kuliko kufanya shughuli zote za hapa nyumbani? Kwa hiyo simu ilikuwa nimeenda wapi? Sitaki kujua hicho kitu. Na kwa nini hujaniaga? Uko umetoka. Una gubu, una karaha wewe. Na kitu gani kinachokuchanganya? Sitaki kuamini kwamba ni ujauzito ndio unakuchanganya hivyo. Ila ninachokiamini kwamba wewe una yako wako. Sasa narudia tena. Kama ni ujauzito, miezi 9 itaonyesha ukweli wote. Lakini kama sio ujauzito, na utanijua mimi ni nani. Usichanganye. Yaani ina maana mimi nazungumza wewe unaondoka ndani. Hivyo mwanamke una shida gani wewe? Yaani mimi ninazungumza hapa nje, wewe unaingia ndani. Hujapika, hujaandaa chochote na unaniwekea kiburi juu. Okay, sawa. Amini, tambua kabisa kwamba itokee mtoto nifanane naye. Na kama sikufanana naye, utaniona mimi ni mbaya.